Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei nafuu. Asante sana mpenzi mtazamaji, na karibu tena kwenye meza hii magazetini. Kama kawaida tuweze kujijuza yale ambayo yamenakiliwa kwenye magazeti yetu. Leo hii kidogo nimebadili mkondo, niko na gazeti la Daily Nation na naenda kukujuza yale yaliyomo kwenye gazeti hili la Daily Nation. Naweza niita Edwin Okaya. Nikiangalia gazeti ambao nililo nalo studioni la gazeti la Taifa Leo, na ningependa tuweze kuandamana. Kumbuka kwamba kimbia pale upande wa YouTube, like, subscribe ili uweze kujijuza zaidi. Na moja kwa moja ukurasa wa kwanza gazeti la Daily Nation, naona hapa chama cha ODM anasema kwamba kimeshikilia the Strongholds. Kuna wale penye walikuwa wanapata support kubwa zaidi, yale maeneo anasema kwamba kidogo inaendelea kushikilia huko. Chama cha UDA ambacho kiko affiliated na naibu wa rais William Samoei Ruto kikionyesha kwamba kinaendelea kushika kasi zaidi, ambao sasa hivi wamechukua membership ya almost a half ya hile ya chama ya ODM. Hayo ni katika ukurasa wa 4 na 5. Hapo kesho bajeti itasomwa na baadhi ya viongozi wamesema kwamba wataisimamisha ama watapiga kelele na haiwezi somwa hadi wamefanywa matakwa yao. Vile vile hayo tutaangazia ukurasa wa 12. Ukurasa wa 6 pando tunaangazia madiwani katika kaunti ya Kisii ambao hapo jana walikuwa na lengo la kumwapisha speaker mpya ambao waliweza kutawanyishwa na wanapolisi iliyochukulia madiwani watatu kuumia zaidi. Ukurasa wa 6. Ukurasa wa 8 tutaangazia jinsi viongozi wanasiasa waliweza kuleta mgogoro wakati wa mazishi ya mwenda zake Kalembe Ndile. Ukurasa gani huo? Tutaenda kuangazia katika ukurasa wa 8. Vile vile naenda kuangalia jinsi wazazi wanaendelea kumuomba gavana waziri wa elimu George Magoha aweze kupunguza ama aweze kutoa amri ili viongozi ama wakuu wa shule waweze kupunguza hela ambazo sasa hivi zimefika 12,500 ambayo imeenda kinyume na yale ambayo yalipitishwa kwamba wazazi hawastahili kulipa hela shuleni. Ni hayo kwenye ukurasa wa kwanza. Katika ukurasa huu wa kwanza gazeti la Taifa Leo anasema kwamba gavana aingiwa hofu au wasiwasi kuhusu mandazi. Huu ni ukurasa wa 2. Katika ukurasa wa 6 shindano la insha
Katika ukurasa wa 16 wanasema kwamba Manisiri yawekea Harry Kane mtego. Katika ukurasa huu wa pili pia wanasema kwamba muungano wa Mudavadi, Kalonzo, Wetangula na Moi wagongwa na thoruba. Unajua huu ni muungano ambao viongozi wengine wanne walikuja pamoja ili waweze kupigia ripoti ya BBI debe. Wale ambao walikuja pamoja ni ikiwemo Musalia Mudavadi, kiongozi wa chama cha NC, tuko na Kalonzo Musyoka Wiper, tuko na Moses Wetangula Ford Kenya, na tuko na Gideon Moi ambaye ni mwenye chama cha KANU. Nasema kwamba chama hichi ni kama kinaendelea ama kitasambaratika hivi karibuni, wakati viongozi ambao walibuni chama hichi wana nia tofauti. Wengine wameanza kulumbana kuhusu nani atakayewania urais kutoka kwa chama hichi cha muungano huu wa OKA, na ni nani yule, na wanamshtumu Gideon Moi, mbona huwa yeye anatembelea kinara wa chama cha ODM Raila Odinga. Wanasema kwamba muungano huu hauendelei vyema. Huu ni ukurasa wa 3. Tukiangazia ukurasa huu wa 5, nasema kwamba rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wanasema kwamba azabwa kofi. Ukurasa wa pili anasema kwamba serikali kukatia sekta ya utalii fedha. Hizo ni baadhi ya habari ambazo zimechapishwa katika ukurasa huu wa kwanza gazeti la Taifa Leo. Na ukurasa wa pili gazeti la Daily Nation, hapa ndo tunaangazia jinsi wanadada wanafanywa pale vio vikuu. Wajua wakati umefanya mtihani wako wa kidato cha 4 ushahitimu, kuna yale matarajio kwamba ukifika pale pengine kuna ile freedom unafanya kwamba pengine unaweza fanya yote yule. Pengine pale nyumbani mzazi alikuwa na kazi ya mtoto mwanawe, anamwambia kidogo mambo na mapenzi, lakini akifika pale chuo kikuu unapata kwamba hakuna ule uhuru. Kwa hivyo kuna kisa pamoja anasema kwamba alipoingia shule pale Multimedia University ya 12 katika mwaka wake na kitengo chake, aliweza kupata kidogo. Kuna wale senior campus mates ambao wako maybe 4th year, 3rd year, wameangukia wale wanadada ambao ni fresh from high school. Ndio hayo mahusiano, kutembea wawili, lakini baadaye ikawa kwamba mahusiano hayo hayaendelei. Mwanzo yanaitwa ni short lived. Kwa hivyo ndio anasema kidogo wasichana wanahimizwa. Unajua sasa hivi kuna wengine wanaendelea kuapply kwamba soon wataingia vyuo vikuu, wanaendelea kuhimizwa kwamba ukienda pale chuo kikuu kumbuka lengo lako la kukupeleka pale si mambo na mapenzi, manake kidogo anasema campus love mostly na kuanga scam. Ukurasa wa 3 hapa ndo tunaangazia kisa kimoja cha mama mmoja ambaye anaitwa Evelyn alikuwa mwanabiashara pale maeneo ya Kasarani Nairobi, lakini kidogo ngawaje alikuwa anajitahidi kutafutia familia yake. Ilifika wakati ambapo kulikuwa na kuganda kwa damu kwenye akili yake. Jinsi ilipokuwa hivyo, so ikabidi yeye amekuwa kipofu. Kwa hivyo anasema kidogo ngawaje kesho haijabainika, bado kuna yale ambayo atayapitia, na vile vile anasema yeye huishi tu kwa siku, manake hajui kesho itampa nini. Kwa hivyo ngawaje hayo yanatokea, anasema bado anadhamiria kwamba pengine maisha yake halafu yatakuwa mema zaidi, na pengine yeye anasema kwamba anatumainia mazuri huku akijipangia mabaya litakalokuja. Ukurasa wa 3. Katika ukurasa huu wa pili, kulingana na kauli ambayo ilitolewa na waziri wa elimu Profesa George Magoha kwamba walimu waweze kuwafukuza wanafunzi shuleni wala ambao wana madeni ama wachamaliza karo yao katika shule mbalimbali, limeleta mazungumzo. Baadhi ya Wakenya wanasema kwamba haifai wanafunzi kufukuzwa shuleni. Ikumbuke kwamba hapo awali waziri huyo Magoha alikuwa ashasema kwamba wanafunzi wakae shule na walimu waache mtindo ama ile tabia ya kuwafukuza wanafunzi nyumbani, kwa sababu wanafunzi wao wanalipa karo, ni wazazi. Sasa kufuatia na agizo la waziri huyo Magoha kwamba walimu wakuu katika shule mbalimbali waweze kuwafukuza wanafunzi pale shuleni kwa sababu hawajamaliza karo ili waende walipe hiyo karo. Swala hilo limeleta hisia mbalimbali, huku wazazi wengine wakisema kwamba walimu wametumia nafasi hiyo kuweza kuwapora wazazi kwa kuwapunja na kuwatuma zile fedha ambazo hazifai.
wanasema kwamba serikali iweze kuangalia suala hilo kwa undani. Nicholas Maiyo ambaye ni msemaji wa wazazi kitaifa, baraza la kitaifa la wazazi, anasema kwamba haifai, serikali inafaa kuangazia swala hilo kwa undani. Katika ukurasa wa pili wanasema kwamba muungano wa Mudavadi, Kalonzo, Tangula na Moi wagonga dhoruba. Ikumbuke kwamba muungano huo ulibuniwa pale ambapo rais na kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga walikuja pamoja katika msemo wanasema kwamba ni handshake. Walikuja pamoja wakaelewana waweze kupigia ripoti ya maridhiano ya BBI debe, pale ambapo viongozi hao wengine wanne waliweza kuungana na kutengeneza muungano huo wa OKA ama One Kenya Alliance ili kuweza kupigia ripoti ya maridhiano ya BBI. Nick Salata ambaye ni msemaji wa chama cha KANU amesema kwamba kama si BBI muungano huo haungekuepo, na wanasema kwamba kama hakuna muungano huo wa BBI basi mna OKA. Wanasema kwamba viongozi wengine wanamshutumu kinara ama msemaji wa KANU ambaye ni Gideon Moi ni kwa sababu gani yeye huenda kumtembelea kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, lakini Gideon Moi alisema kwamba Raila Odinga ni rafiki yake na lazima tu amtembelee kadri anavyoweza. Hayo tu ndio yamechapishwa katika ukurasa huu wa pili. Katika siasa, huyu gavana Francis Kimemi ambaye ni gavana wa Nyandarua anasema kwamba na anashtuka ni kwa nini wakaaji katika eneo hilo ama kaunti hiyo ya Nyandarua wamependa kula mandazi. Unasema kwamba kuna mandazi aina ya kangumu ambayo wakazi wengi wa kaunti hiyo ya Nyandarua wanaitumia kwa sana. Wanasema kwamba ndio maana utapiamlo umejaa katika kaunti hiyo ya Nyandarua. Anawahimiza kwamba waweze kutafuta vyakula vingine ili kuweza kuwapea watoto wao balanced diet. Wanasema kwamba utapiamlo umejaa eneo hilo kwa sababu watoto wadogo, watu wakubwa, wazee hawali balanced diet. Hivyo ameweza kuwahimiza kwamba waachane na mandazi kwa sababu watu wengi wanatumia mandazi katika eneo hilo, waweze kutafuta vyakula ambavyo vina balanced diet. Katika ukurasa huu wa pili kuna chifu ambaye alivumaniwa na mtoto wa sekondari ambaye ni wa kidato cha pili. Chifu huyu anasema kwamba ni naibu chifu. Anasema kwamba ambaye anajulikana kama Bwana James Jabunjei ambaye ni naibu chifu wa kata ndogo ya Sasura. Anasema kwamba walimfumania na mtoto huyo mwanafunzi wa kidato cha pili katika guest moja eneo hilo katika soko la Cheptais, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma. Katika ukurasa wa tatu wanasema kwamba kuna vitengo vinne ambavyo sasa vitakuwa chunguza maovu ambayo yatakuwa yametekelezwa ama yanatekelezwa na polisi. Kuna DPP, IPOA na DCI kushirikiana na kuadhibu polisi wanaodhulumu raia. Katika ukurasa huu wa tatu ni taarifa kutoka kaunti mbalimbali pale ambapo wanasema kwamba Koome ateua jopo la majaji watatu kusikiza kesi ya gavana aliyetemwa. Hapo ni katika kaunti ya Meru. Narok wakisema kwamba viongozi waonya Tanga na kudai Narok ni ngome ya handshake. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo zimechapishwa katika ukurasa huu wa pili na tatu. Na ukurasa wa tatu kunradhi, acha niangazie ukurasa wa sita. Ukurasa wa sita nimeruka kidogo. Ukurasa wa 4 na 5. Ukurasa wa 4 hapa ndo tunaangazia jinsi vyama vimeweza kupewa nambari ama vimekuwa ranked hapa nchini Kenya, tukiangazia membership ili tuone chama kipi ambacho kinajulikana zaidi. Chama cha Jubilee ngawaje kutokana na Nderitu ambaye anasimamia ama the registrar of political parties in Kenya Anne Nderitu aliweza kutoa tu takwimu, lakini hakutoa specific party. Alisema kwamba hapo kuanzia mwaka wa 2013 kufikia sasa hivi vyama vimeongeza, chama cha ODM pamoja na Jubilee vimeongeza membership ama wafuasi. Hapo mwaka wa 2013 kulikuwa na membership ya 7.6 ama 7.6 milioni, lakini sasa hivi imeongezeka hadi milioni 16.3. Kwa hivyo ingawaje aliweza kumuuliza ni vipi atuane the specific
memberships pa party aliweza kukataa akisema kwamba hiyo itakuwa ni hatia. Kwa hivyo ilibidi wana nation kutembelea vyama na uongozi wa vyama mbalimbali ili kupata takwimu halisi ya wafuasi wa kila chama. Kwa hivyo pale Jubilee waliambiwa kwamba bado inaendelea kushika usukani na 8.5 ikifuatiwa na ODM ambayo vile vile imeendelea kuongeza, na vile vile akasema UDA ndo sasa hivi inakuja kwa mbio zaidi kwamba imekuwa na wafuasi kufikia sasa hivi ni miezi mitatu, lakini sasa hivi ina wafuasi kadri ya nusu ya chama cha ODM. Hayo ni katika ukurasa huo wa 4. Ukurasa wa 5 bado ni ulingo wa siasa ambapo tunaangazia gavana wa Migori Obado pamoja na kiongozi ama naibu wa rais William Samoei Ruto. Inasemekana kwamba brother yake ama ndugu yake naibu wa rais ambaye anaitwa Mr. David Ruto aliweza kukutana na Obado pale kwake nyumbani Kileleshwa ili kuzungumzia mengi zaidi. Ingawaje mkutano ulisemekana kuwa wa kibinafsi kidogo, wana nation aliweza kupenyeza na kuuliza maswali ambapo waliambia kwamba kidogo ilikuwa ni maendelezi ya uchaguzi wa mwaka ujao na vile vile kupanga jinsi Hazla Nation itaweza kupenyeza hadi pale mashinani in the Luoland. Kwa hivyo in the Nyanza region Obado wanaendelea kupiga hesabu jinsi ya kumfrustrate ama kumkosoa nani kiongozi ama kinara wa ODM Raila Odinga akishirikiana na naibu wa rais William Ruto ambaye anatazamia kuwa rais mwaka ujao katika uchaguzi wa mwaka ujao majaliwa. Kwa hivyo vile vile walipanga waweze kuwa na kikao kimoja pale Migori mwezi huu ili waweze kuzungumzia mengi zaidi. Hayo ni katika ukurasa huo wa 5. Katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba wazee walalamikia kukosa ada ya serikali. Hizi ni habari za county pale ambapo wazee kutoka county ya Lamu wanasema kwamba bado hawajapokea zile fedha ambazo zinapeanwa kwenda kwa watu wazee, pesa za uzeeni. Katika county wanasema kwamba wamengoja lakini bado hawajapata fedha hizo. Katika ukurasa huu wanasema kwamba ni county ya Nairobi wanasema kwamba Obado na kakai ya Ruto wakutana kukata miguu Raila eneo la Nyanza. Edwin amezungumzia hayo. Wanasema kwamba afisa wa DCI achunguzwa kwa dai la kuitisha wakili hongo ya $100,000 katika kaunti ya Malindi. Katika ukurasa huu wa 3 wanasema kwamba pressure Jubilee ilipe deni la Kalembe Ndile. Kumbuka kwamba Kalembe Ndile amepangiwa kwamba atazikwa tarehe 11 nikidhani wiki hii. Wanasema kwamba kuna kile chama chake alikuwa na chama cha Independent Party, the Independent Party. Kumbuka kwamba mwaka wa 2016 waliweza kufunja vyama 13 ili kutengeza chama cha Jubilee. Wanasema kwamba waliweza kumwaahidi Kalembe Ndile kwamba watamfidia shilingi milioni 6 ambazo zilimfanya yeye akaweza kufunja chama chake cha The Independent Party ili kuweza kukiunganisha na chama cha Jubilee. Lakini hadi sasa aliaga na akiendelea kuitisha fedha hizo hakuwaipewa. Sasa wameweza kusema kwamba waweze kumpea fedha hizo shilingi milioni 6. Katika ukurasa huu wa 5 wanasema kwamba WHO ama shirika la afya duniani limesema kwamba aliyeshurutisha Uchina kuweza kutangaza bayana kwamba ugonjwa wa COVID-19 ulitoka wapi. Najua hadi sasa bado wanaendelea kufumbua kwa sababu ugonjwa wa COVID-19 bado haujabainika pale ambapo ulitoka. Sasa WHO imesema kwamba haiwezi lazimisha Uchina ili kuweza kusema kwamba bayana ama kuweka bayana ni nini kilichosababisha ugonjwa wa COVID-19. Nasema kwamba wanaendelea kufanya mazungumzo ya amani ili waweze come up with chanzo cha COVID-19. Katika ukurasa huu kuna huyu pasta mama mhubiri anajulikana kama
Senyonga, anajulikana kama Senyonga, ni mhubiri kutoka nchini Tanzania, Uganda. Huyu mhubiri anasema kwamba kifo anasema kwamba pasta mmoja wa Uganda asherehekea kifo cha Nabii Temitope Balgun Joshua ama TB Joshua, akimtaja marehemu kama mchawi mkuu barani Afrika. Kupitia video iliyosambazwa mtandaoni, Pastor Jackson Senyonga wa kanisa la Christian Live mjini Uganda lilipo katika jiji la Kampala, anasema kwamba mhubiri huyo TB Joshua alikuwa mchawi na ameweza kutoa kafara kwa watu wengi sana. Kumbuka kwamba Senyonga alimshutumu kwa kuanzisha kanisa la Synagogue Church of All Nations SCOAN, ambalo lilikuwa ni kanisa makao yake makuu yalikuwa pale mjini Nigeria. Anasema kwamba TB Joshua aliwatoa kafara watu wengi akidhani roho yake ina dhamana kushinda wengine. Kumbuka kwamba TB Joshua aliweza kufariki siku chache zimepita akiwa na umri wa miaka 57. Katika ukurasa huu anasema kwamba wakaazi akupewa bangi baada ya kupokea chanjo. Hapo ni Washington, Amerika. Anasema kwamba ukienda kupata chanjo unapewa msukoto wa bangi. Free of charge. Natumaini vile nataka. Sasa hakuna kitu kingine waliona wapeane tu ni bangi. Pengine watu wa maeneo hayo wanaona kwamba ni wapenda bangi. Wajua Kisii ukija sijui utapatia nini watu. Hawa ndio wanazuta wa Kenya wengine ili kuweza anajua wa Kenya waone kwamba bangi imehalalishwa. Katika kumbe mjini Marekani wanasema kwamba kuna wale ambao wamehalalishwa kuuza bangi. Kuna wale ambao wana leseni ya kuuza bangi. Hiyo ni kama sasa imehalalishwa pale. Kuna huyu rais anaitwa kama Emmanuel Macron, ni rais wa Ufaransa. Aliweza kuzabwa COVID na mtu mmoja, mwanaume mmoja, wakati Macron alikuwa anatafuta uungwaji mkono na wananchi wakati alikuwa katika mishemishe ya kampeni. Katika ukurasa wa 10 na ukurasa wa 6 ni jaribio la KCB. Ukurasa wa 7 the same thing, ni shindano la insha. Katika ukurasa wa 8 wanasema kwamba machifu hatari kwa wasichana wakabiliwe. Kumbuka kwamba kuna yule chifu, naibu wa chifu ambaye alipatikana na msichana wa kidato cha pili pale Narok na akaweza kushikwa. Wanazungumzia kuhusu hatua ya Nigeria kuzima Twitter itaumiza wananchi. Kumbuka kwamba uraia ama raia wote ama taifa la Nigeria liliweza kuzima Twitter likisema kwamba Twitter inaharibia taifa hilo jina, na wakaweza kuizima siku chache ambazo zimepita. Katika ukurasa huu pia kuna baba mkwe ambaye alitupwa ama alifukuzwa kutoka mjini Nairobi Kayole, pale ambapo alikuwa na tamaa, alikuwa anamjumbia, alikuwa anamwangalia mtoto bibi yao kijana yake akienda kukoga. Hayo ndio yameangazwa katika ukurasa huu wa tiza. Nikisonga mbele ni barua. Kwa kwamba ukurasa wa 10 kila siku katika gazeti la Taifa Leo ni barua. Wakenya ambao wameandika barua mbalimbali ili ziweze kuangaziwa. Serikali watengee wazee wa nyumba 10 malipo yao kwa mujibu mzuri. Hiyo ni barua. Vijana wapate vitambulisho. Hiyo ni barua nyingine. Kweli wazazi walipe karo. Hiyo ni barua nyingine. Likizo ni muhimu sana kwa afya ya akili ya wanafunzi. Hiyo ni barua nyingine. Vyuo vikuu vitii agizo la TSC. Elimu ya afya uzazi yafaa. Hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa na kunakiliwa katika ukurasa huu wa 10. Na ukurasa wa 6 hapa moja kwa moja tutaangazia yale yaliyomo. Mwanzo tunaangazia Kisii, kaunti ya Kisii, ambapo tunaona madiwani watatu waliweza kuwa injured baada ya askari kuingia mule kwenye assembly. Madiwani hawa walikuwa baadhi ya wale ambao walikuwa wanapiga msasa
na vile vile alikuwa anataka kupiga kura ili kumteua spika mwingine, wakiwemo Amos Onderi ambaye ni diwani wa Bokimonge, James Anyona wa Masimba, Margaret Atina ambaye ni mteule, ambao vile vile walikuwa wamedhulumiwa kidogo na kukimbizwa pale Oasis Hospital ili waweze kupata matibabu. Hayo ni katika ukurasa huo wa 6. Ukurasa wa 7 hamna lolote, hapa naona matangazo tu. Ukurasa wa 8 hapa tunaona mipango ya maziko ya mbunge ambaye aliaga akiwa na miaka 57 mwaka jana, kunradhi wiki jana. Mipango yake ni kama imepatwa na migogoro zaidi. Hapo jana walikuwa pale katika funeral service ambayo ilifanyika at St. Veronica Catholic Church na Syokimau, Machakos County, lakini kidogo tunaona kwamba hapo siku ya Jumatatu kulikuwa na mgogoro, manake kuna baadhi ya viongozi wa Wiper, chama cha Wiper, ambao walikuwa nadai kwamba wataongoza hafla hiyo, pengine wafanye hafla hiyo kwa ya kisiasa, mbali na matakwa ya familia ambao kidogo walisema hawawezi kubali. Kwa hivyo imekuwa ni mgogoro zaidi baina ya viongozi ama wale wanasiasa wa chama cha Wiper pamoja na familia na baadhi ya viongozi wa kanisa, kwamba wanataka mkutano huo ama maziko ya mwenda zake Kalembe Ndile yaweze kufanywa kwa njia tulivu na njia yenye itakuwa ni salama, bila wanasiasa, bila siasa kwenye maziko hayo. Hayo ni katika ukurasa huo wa 9. Ukurasa wa 8 ni matangazo. Ukurasa wa 10 vile vile 11 mna ni matangazo tu. Ukurasa wa 12 hapa ndio tunaona kwamba watu wanahofia zaidi jinsi prices of petrol, ama tuseme pesa, tunasema ada ya kununua mafuta, bei ya mafuta bei ya mafuta imeweza kupanda kidogo, na vile vile wajua mafuta ikipanda, bei ya mafuta ikipanda, kila kitu hupanda. Manake mafuta yanatumika pale barabarani kutransport kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kwa hivyo bila shaka bidhaa zote zinapanda, manake transport ndio uti wa mgongo wa kila jambo. Kwa hivyo wanasema kwamba kidogo baadhi ya wafanyakazi ama wanabiashara wanasema wanaomba kwamba bei ya mafuta iweze kurudishwa chini. Hapo kesho wakati bajeti itakaposomwa, kuna baadhi ya viongozi ambao wamesema kwamba kidogo watazua na kuleta vurugu hadi treasury, ama tuseme hadi treasury imeamua kuclear, iko na deni la shilingi bilioni 11.7 za NGCDF. Hadi hapo ikiwa hapo walikuwa wanazungumza pale bungeni, alafu wakati walisema kwamba akizungumza nani yule Aldai MP Corneli Serem alisema kwamba hakutakuwa na bajeti itakayosomwa hadi deni hilo limeshalipwa na treasury. Hayo ni katika ukurasa huo wa 12. 13 ni matangazo. 14 hapa ndo tunaangazia KQ. Wana mpango wa kuendea wa Kenya ambao wako stranded pale India ili waweze kuwaleta Kenya. Hii ni baada ya vilio kutokana, nikumbukwe vile vile kuwa the transport ama the flight kutoka India kuja Kenya, kutoka pale maeneo ya Mumbai kuja hapa Kenya kidogo yaliweza kusimamishwa kutokana na the variant ya COVID-19 ambayo iliweza kushuhudiwa katika eneo hilo. Lakini sasa hivi serikali imeamua kwamba itawaleta wale ambao wako pale baada ya kuwa negative, lazima wakuwe tested kwanza, akionekana wako negative ndio wanawaleta hapa nchini Kenya. Lakini vile vile tunaona kwamba ada ya usafiri kidogo imepanda. Kitambo kidogo kabla ya ugonjwa wa COVID-19 kuja hapa nchini Kenya, ilikuwa tu ni shilingi 31 hadi 36. Lakini wakati wa COVID-19 haya yalipanda na ada ikawa baina ama between 90,000 to 100,000, 90,000 hadi 100,000. Lakini sasa hivi wameambiwa kwamba walipe
walipe shilingi 120 ili waweze kusafirishwa hadi hapa nchini Kenya. Kuna wale ambao waliweza kukutwa pale, kama kuna mama moja hapa ambaye anaitwa Linda Bosibori Magati, anasema kwamba alimpeleka mtoto wake ili aweze kuangaliwa na kupewa uponyaji ambao jicho lake lilikuwa limeleta shida, lakini sasa kidogo akapata kwamba amefungiwa pale baada ya Kenya kusimamisha flights kutoka nchi ya India, lakini sasa hivi anasema kidogo hana hizo hela zote. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu ambao wako stuck pale ambao wanasema kidogo hawana zile hela zinahitajika ili ziweze kuwaleta hadi hapa nchini. Ukurasa wa 14 huo. Kuna baadhi ya wale wanasiasa ambao wanasema kwamba kutoka ukanda wa bonde la Ufa Mount Kenya wanasema kwamba wanataka kufanya kadri ya uwezo wao kuweza kuunganisha ama kumuunganisha rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na naibu wake William Samoei Ruto ili waweze kufanya kazi kwa pamoja. Kwenye kumefikia, unadhani hao wawili hata wakifanyiwa aje wanaweza kuja pamoja? Wanaweza. Kuna uwezekano? Unawezekana, manake wajua siasa leo wewe ni adui wangu, kesho ni rafiki wangu. Unajua kuna yale ambayo yamefanyika hayawezi waje pamoja. Naam, nataka kurudisha nyuma kidogo. Kuna yale yalifanyika uchaguzi baada ya uchaguzi baina ya Uhuru na Raila. Ilikuwa vibaya zaidi. Hakuna mtu hata mmoja alidhamiria kwamba wawili wangekuja pamoja. Naam, lakini sasa hivi wako pamoja. Najua wale walikuwa pinzani wa Raila alikuwa anapinga Uhuru Muigai. Sasa hao wamekuwa wakifanya kazi kwa pamoja, lakini jinsi ambavyo wamesambaratisha chama cha Jubilee, Ruto anajitoa anaongea chochote. Wanasema kwamba kuna hao viongozi wanasema kwamba wanataka kuwaunganisha kwa pamoja ili rais aweze kumsupport William Ruto kama 2022. Sijui kuna uwezekano. Huo ni ukurasa, hiyo ni baadhi ya barua ama ujumbe fupi katika ukurasa huu wa 10. Ukurasa wa 11 ni lugha na elimu, pale ambapo naona wanamzungumzia Wala bin Wala. Kuna huyu mmoja anajulikana kama Bwana Yatson wakati wa Bwana Yatson anasema kwamba teua marafiki watakao piga jeki na kukusogeza karibu na malengo yako. Achana na marafiki wanafiki. Hayo tu ndio yameangaziwa. Wanasema kwamba ni lugha tu ndio imeangaziwa katika ukurasa huu wa 12, 13 ni lugha tu, wanazungumzia sauti mkereketwa, ni wanazungumzia su lugha katika ukurasa huu wa 14. Pia wanasema kwamba ni kujifunza tu lugha, ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 14. Katika ukurasa wa 15 ni spoti. Wanasema kwamba Coach Stima yapoteza mechi 3 mfululizo. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba Kifumbi FC Tusker zikifaana robo finali za Betway Cup leo, huko akisema kwamba kipute cha riadha za U20 bora eneo la Nairobi kwanza leo, huko akisema kwamba Diamond League macho kwa Ruto Kipyegon kesho. Wanasema kwamba kuna huyu Raga aitaka jibu itumie Battles Cup kujikweza kitaifa. Nairobi wanasema kwamba Kenya Ivory Coast kupiga Afro Basket mwezi Agosti. Wanasema kwamba Figa County Mara Sugar FC juu licha ya kutoshiriki. Wanasema kwamba Nairobi Young Elephants kinyago Samtamba. Hizo ndio taarifa ambazo zimechapishwa katika gazeti hili la nyuma, ikiwa tu ni spoti wakisema kwamba Kifumbi FC Tusker zikivaana robo finali leo. Wanasema kwamba huenda Ronaldo ajiunge na Man United, PSG au Real Madrid akiaga na Juventus. Hizo ndizo taarifa ambazo zilikuwa zimechapishwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Kumbuka kwamba unaweza pata gazeti lako. Mimi nilisoma tu yale ambayo yalikuwa yamepewa vipaumbele katika uzo wa gazeti hili. Hivyo nawe pia unaweza pata gazeti lako ili uweze kujifahamisha. Na mwisho kwenye gazeti langu la Daily Nation hapa naangazia kuna kisa kimoja cha familia, ambapo hapa tunaona kuna mwanamume mmoja ambaye alikuwa na bibie. Ingawaje kidogo walikuja wakawa na mashida kidogo kwenye familia ama kwenye uhusiano ama mahusiano yao. Walibarikiwa na mtoto mmoja, na huyo mtoto amekuwa kimulea ama wakiko-parent kila mtu kwa manake hiyo relationship iko kind of strained.
Lakini amegundua juzi tu kwamba huyo bibi wa zamani ambao wanalea pamoja aliweza kubadilisha majina ya mtoto ule, akaondoa jina la huyu jamaa, akaweka jina la jamaa mwingine. Si bado si waliachana. Hawakuachana. Okay, waliachana lakini bado mtoto wanalea pamoja. Alikuwa ameandikisha majina ya huyu jamaa. Kazi yake ni kulea tu mtoto. Jina si mtoto ni wake, unajua tu mtoto ni wake. Utalea mtoto ndio, lakini sasa jina inaonyesha kwamba wewe ndiye babake. Sasa wewe ndio babake, lakini bado wewe si babake kwa sababu wewe si baba mtoto au hauna mamake. Sikuelewi. Si waliachana. Yule mwanamke akaenda zake. Naam. Haujui kama ameolewa ama bado hajaolewa. Naam. Sasa kwenye ataolewa ataita yule mtoto ile jina la yule atakayemwoa. Kumbuka sasa hivi bado analea pamoja. Kulea si shida kwa sababu mbona utoe jina langu na bado utaitisha msaada wangu? Manake kwa hivyo inamaanisha jina tu. Jina ni jina tu na mtoto ni mtoto tu, manake jina huyu mtoto wangu. Mbona utoe jina kwa jina mtoto wangu? Hilo hapana. Unajua sasa wewe si baba, wewe ndio mzaa mtoto lakini wewe si baba mtoto. Wewe ndio umezaa mtoto ndio lakini wewe si baba mtoto. Baba ni nani? Baba ni yule tu ambaye ana watoto wake pale. Najua kama una mtoto wako, wewe ndio baba, uko naye pale. Uongo. Si uongo. Baba ni yule there is someone who takes care of. Yep. Taking care while you are there na una take care. Kumbuka. Huyu amezaa. Yeye ndiye ana take care. Yeye ndiye baba mtoto. Unaona? They are co-parenting lakini bado ile hawaishi pamoja. Kama anataka jina lisitolewe pale, aleta yule mtoto kwake waishi naye basi. Naam, hawezi mleta. Kwa sababu huwezi kuwa kwangu my friend nimekuoa alafu unaita mtoto jina lingine lenye sijui litoka wapi my friend. Naam, usiongeze la kwako lakini ile lingine lisalie pale. Naam. Mtoto anaweza majina matatu bado. Amna. Mwenye analea mtoto, mwenye ni baba sasa, mwenye anaitwa baba by that time ndio baba huyo mtoto. Mengine kulingana na wakili mmoja hapa ambaye anaitwa Mr. Mhoya amesema kwamba hiki ni kisa ambacho kinastahili kupelekwa kotini. Anasema kutokana na katiba ya Kenya article 53(1)(e) anasema kwamba yeyote, anasema kwamba acha let me quote, anasema kwamba making clear that marital status does not add nor remove an inch of responsibility by either parent. You see, hata kama amekosana bado wana yale majukumu ya kuchukua usukani ili kulinda hawa watoto. Kwa hivyo anasema kwamba kidogo pengine huyu mwanamke kubadilisha jina, kuna kitu alienda kasaini kinaitwa a deed poll ambayo kinamruhusu ama document inamruhusu kubadilisha jina la mtoto ule. Lakini vile vile kutokana na koti na katiba inamruhusu yeyote ili aweze kupinga. Na manake kabla ya kusaini hiyo ama kukubaliwa, jina hilo lazima iangaliwe kama ni matusi vile vile ama kama ni gumu kutamka. Kuna yale anazingatia. Kwa hivyo kama yalizingatiwa yakahakikishwa kisha akapewa ule uhuru wa kubadilisha, kwa hivyo mwanamume huyu akona jukumu, anastahili kwenda kotini ili aweze kupinga, manake yeye ndiye baba mtoto. Ana uwezo wa kupinga jina tu. Naam, maana yeye ndiye baba mtoto, yeye ndiye analinda mtoto, he is providing. What if the woman is married to another? There's no problem. Unajua akioleka na mzee mwanamume mwingine, mwanamume anajua alipata mtoto kutoka ndoa fulani. Naam, alikuwa kwenye ndoa, mtoto hawezi kutoka pale. Ruto hiyo jina lolote. Naam, hamna shida. Jina ni ile unamuita jina moja. Unaona? Si ni majina matatu. Jina moja kutoka kwa huyu bwana babake, nyingine sasa tuongezea kutoka kwa huyu bwana pengine kwa ndoa, achana na biashara yote kwenye umeingia ndio pale. Ndio hayo mpenzi mtazamaji, AGR magazetini hadi hapo kesho sana wakati kama leo. Niite Edwin Mukaya. La kwangu ni Fidel Omoshoye. Kumbuka kwamba tutakutana katika mpango mzima wa Seria Obotaka tangia saa 4 hadi saa 7 ili tuweze kushiriki kwa pamoja. Barikiwa hadi hapo kesho. Shukrani. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station.
tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa bei